Mzee, Bwana asifiwe. Amina. Habari ya kwako? Mungu ni mwema. Waendeleaje? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mimi jina langu naitwa Boniface Sessa. Nimetokea Dar es Salaam. Nimekuja hapa kwa ajili ya kushirikisha Injili. Sasa bahati nzuri nimekupata wewe. Naam. Sasa nataka kufahamu wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa kata ya Mabokweni katika wilaya ya Tanga. Wilaya ya Tanga. Ndiyo. Tanga hii. Tanga hii. Sawa sawa. Sasa kuna historia ambayo sisi tunaijua kule kwetu, wanasema Tanga hakuna Wakristo. Sasa wewe unasemaje hilo? Wakristo wapo. Kwa sababu ya watu wa Baptisti, kwa mfano mimi. Ndio wewe. Asili niliona Baptisti walikuja kutushuhudia mwaka 65. Mwaka 65. Huko nikiwa niko Mpirani, kijiji kimoja Nguru. Naam. Walikuja kutuletea Injili kule. Nikawa namjua tu Yesu, lakini tulikuwa kwa waganga tunakwenda. Sawa sawa. Lakini namshukuru Mungu. Kameramani sogea kidogo aweze kuona, aweze kumchukua vizuri mzee hapa. Lakini namshukuru Mungu. Naam. Mwaka wa 92. 92. Naam. Ndio sasa nikapata ule ufahamu sasa kwamba kumbe Yesu tulikuwa tunamuona kama vile wa kuacha, kumbe Yesu ni Mungu. 95 tukakutana na Yesu mimi. Yes, samani kidogo. Unaposema 95, 90 unamaanisha 92. Unamaanisha 1992 au unamaanisha mwaka 92? 1992 ndio nilipokuja kukutana na Yesu rasmi. Ndio kaokoka. Ndio nikaokoka. Safi sana. Sasa na ukiyatazama hapa Tanga, kwa asilimia kubwa iliyoko hapa Tanga, Wakristo ni asilimia kubwa kuliko dini zingine, au dini zingine ndo asilimia kubwa kuliko Kristo? Asilimia kubwa ya Tanga ni wa dini nyingine. Dini zingine. Kwa sababu Yesu huko nyuma, hata mimi wakati nasoma shule msingi, wanasema Yesu ni kama nabii tu. Yaani ndio anaonekana kama mtu mdogo tu. Kwa hiyo dini nyingine ilikuwa ina power. Wow. Kwa hiyo Yesu akawa kumbe Yesu ndio mwenyewe. Ndio yeye. Nilipokuja kumjua 92 kwamba Yesu ndio mwenyewe, nikasema simwachi huyo. Wow. Sasa je, haiwapi shida kwenye kueneza Injili kulingana kwamba sehemu kubwa ni watu ambao sio hawaamini Yesu? Hawa watu haitupi shida. Kwa sababu gani? Tunapokuja kujieleza. Alafu na maisha yetu sisi kama watu wa Kristo tuliompata Yesu, tuliokoka. Naam. Wanakuja kuona hakika Yesu ni Mungu kweli. Asante. Na hapa tuko kijiji gani? Hapa tuko kwenye kijiji cha Mahandakini. Ambacho kina vitongoji 4. Vitongoji 4. Cha kwanza Jasini. Cha pili Mahandakini yenyewe. Cha tatu Totovu. Cha 4 Kambini. Ndiko niliko mimi. Ndio uliko wewe. Mwaka wa 18 niko pale. Sasa hilo neno Kambini yatokana na nini? Kambini ni asili pale kwamba wakati wa mkoloni pale palikuwa pana kambi ya Mkonge. Makabila chungu mzima niko pale kwa ni kambi ya Mkonge pale. Sawa sawa. Na ni kabila gani linapatikana katika mitaa hii ya kijiji hiki ambacho kimesema? Hapa pana Mdigo. Pana Mrundi. Pana Wanyamwanga. Hapa pana makabila mengi. Wasengeji wanapatikana hapo. Wapemba wanapatikana. Na ili Waduruma wanapatikana. Sawa. Ili kuweza kuwafikishia Injili, huwa mnatumia mfumo gani? Kuwafikishia Injili, huwa tunashuhudia nyumba kwa nyumba na kuhubiri mikutano ya nje. Na mkiweka mkutano wa nje, huwa mwitikio unakuwepo mkubwa. Wanakuja mpaka sinema, tunaweka sinema, wanakuja wanasikiliza. Wanajaribu kutuhoji pia maswali. Na tunamthibitisha huyu Yesu. Na tunapojaribu kuambia kwamba huyu Yesu, kwamba Yesu ndiye aliumba mbingu na nchi. Kama jaribuni kwangu mimi Edward. Usiku huo wanajaribu. Unaona usiku huo unakutana na mazinga ombwe, lakini wanapiga. Nilio siku moja nyumbani kwangu alikuja huyu Popo Nundu. Akaja kuingia kwangu akaungua kwenye ukuta. Wewe bwana. Akafa hapo. Basi mzee, nakushukuru sana. Naona mvua inanyesha. Acha tukimbie, lakini baraka za Mungu. Awamu nyingine tena nitakuja nikutembelee. Karibu sana. Asante, Mungu akubariki sana. Karibu sana. Asante sana. Ndugu mtazamaji wangu, sasa tulikuwa tukizungumza hapa na mzee mmoja ambaye ni mwenyeji wa hapa, ndiye mzaliwa wa hapa, ambaye sasa anafanya kazi ya Mungu katika vijiji hivi ambavyo tupo leo katika mkoa huu wa Tanga. Basi nakushukuru sana kwa kuendelea kunisikiliza. Jina langu naitwa Boniface Sessa kutoka Dar es Salaam. Mungu akubariki sana. Amen.